wakati wa saa 7 na mmoja wao ni mtoto mfulana wa ako ni grade 6 hapa Kannan primary, na mwingine ni mtoto msichana mwenye ako ni grade ya 3. Huyo mtoto msichana alikuwa wa pili kupigwa na hiyo stima. Kulingana mtoto mmoja alisurvive na tunashukuru Mungu kwa hiyo. Na ningependa kusema kuna mfulana mmoja ambayo sisi kama jamii ya Kannan na shule ulimpoteza, na tunapenda pole zetu kwa familia, and we believe that once the report ya postmortem imetoka na report ya DCI, we are going to find justice on what has happened to the boy. Kwa hivyo sisi tunalaumu Kenya Power kwa delay. Kuwa amerisifu hata ile simu, nafikiri hiyo maisha ya mtoto huyu haikapotea. Kwa hivyo mimi niko na uchungu, hata sijui bila naongea sijisikii kuongea. Hiyo posti kila wakati inatoa moto, lakini watu wa Kenya Power wanakuja wanaitengeneza wanarudi, wanaitengeneza wanarudi. Sijui wanataka kutengeneza vipi kwa vizuri. Ingekuwa vizuri ingekuja watengeneze vizuri, kama ni kufence wa fence ama waitoe waweke mbali na shule. Jiko karibu na fence ya shule. Watoto wote huwa wanacheza wanapitia hapo. Hiyo ni barabara ya kila mtoto na iko karibu kwa shule kabisa. Nilikuwa ninaomba kama ni watu wa Kenya Power waitoe, kama hiyo transformer ni kuitoa hapo, waitoe waweke mahali pengine. Huyu mtoto hakuwa anajua kwamba hapo kuna hatari, alikuwa anapita. Na unajua kabisa mtoto hawezi tembea kama mtu mzima ambaye ataenda straight. Mtoto atatamani kushika kila kitu. Kwa bahati mbaya akashika hiyo waya ya stima na akapatikana na hiyo shida. Kama ikiwezekana waondoe mahali pale, wasongeze, waweke mbali na watoto ama wafenze mahali pale. Na tukitigana na icio turuge nginya kuria mwena wa Malindi kuria family